uburoso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Buyamono kigima Urigwego kirie nirubiriye itokurwa bwagakiete wikabono iga chinsa ibere chabono botko tukumirana naye asomoroberi bwo muinori ritkuria rero twakorere sabari gwikaga iga ase chinsemo cha Nyakigogi egotuka asensemo ya Kemera stoguchikume no muinori bweritkuria rero uyo rabiga gotwerera umugano ebuna anyarete kwabaga gukina gocha na gwikiraga iga asare inyoranga nabo kogenda gutubwatia asensemo yemitandao yonsi yekerero oise kogenda asensemo ya Facebook, Twitter, Instagram nabo iga nsemo ya YouTube nigo gotonyora buna Ensoko TV kero kwanyorira umuroberi uyo iga link yinigere live okunyara kwabaga ko like nabo igo go share erinde umuroberi uyo iga oikere abantu abange buyamono kigima erietariane Linet Nyambane. Asante sana mama. Nzuri. Ningependa uambie wasikilizaji ama watazamaji unaitwa aje? Kwa majina naitwa Miriam Stella Pondo. Mimi ni mzaliwa hapa Kisii. Miriam, nikuulize, kwa familia yenu mlikuwa watoto wangapi ama mko watoto wangapi? Kwa familia yetu tuko watatu. Mimi ndo msichana peke yake. Tuko na wavulana wawili. Kuna labda maisha ilikuwaje? Kuna mtazamaji anakuwa Maisha ilinianza hivi, ilikuwa tu vizuri. Ilinianza kozi kichwa ilikuwa inaniuma. Nikaanza kuambia wenye nilikuwa nakaa nao kichwa inaniuma. Wananiassume. Then siku moja nilipata nimeanguka chini. Neighbor ndiye akanipeleka hospitali. So walikuja kugundua isha grow ugonjwa isha nini dev. Kwa faida ya mtazamaji, anashindwa unaongelelea nini? Ni shida gani haswa uko nayo? Ni meningitis iliniparalyze. Saa kutembea kwangu siwezi tembea vizuri, ilinini mguu. Hii ugonjwa ilikuanza ukiwa na umri wa miaka mingapi? Nilikuwa 18 years. Sasa nikuulize, kwa hiyo familia venye umesema ilikuwa watoto watatu, uligrow aje? Ulisoma ukafika wapi? Labda kuna kosi ulifanya before kuja kupatana na ugonjwa? Before sikuwa nimeenda kosi yote. Ndio aunti yangu akanitoa huku, akanichukua akanipeleka Nakuru. Then nikapelekwa kwa kosi ya kushona. Masomo umefika darasa la ngapi hivi? Nilikuwa ndo naelekea form 4. Sasa ugonjwa ikaniharibia. Ukiwa form 4 ndio ulipata shida? Ndio. Na hii shida ilianzaje sasa? Ndio ukajua uko na hii shida? Hii shida ilianza hivi, ilianza na kichwa kuniuma. So watu wenye nilikuwa nakaa nao naambia kichwa inaniuma, wananiassume. Then siku moja wakanipata nimeanguka chini. Neighbor ndiye alinipeleka hospitali. Then kwenda huko wakagundua ugonjwa isha kwa chronic kwa mwili. Nikuulize, ulikuwa unakaa na watu gani wenye unasema ulikuwa unakaa nao hapo? Nilikuwa na
nakaa na sister yangu. So venye nilikuwa nakaa hakuwa ananihandle vizuri. Ndio nilikuwa na mafikirio mingi. Then ndio ugonjwa ikaniattack. Alikuwa anakufanyia nini haswa ile yenye ilikupatia fikra mpaka ukapata shida? Also like tuko anatreat madada zake vizuri. Ananifanyia vibaya. So nakaa nikifikiria wazazi wangu. Then ndio ugonjwa ikanipata. Na nikuulize, umesema ulikuwa unakaa na stepsister yako. Ndio. Wazazi wako walikuwa wapi? Wazazi wangu hawayuko. Mimi niko tu peke yangu, sina mama, sina baba wala hata mashosho na babu sina. Waliaga na mancho waliaga? Ndio waliaga. Mamako ama babako aliaga ukiwa na umri wa miaka ngapi? Hiyo siku nilikuwa mdogo. Like 3 years, like 4 years hapo. Sasa hapo kutoka 3 years maisha ilikuwaje? Nani alikuchukua ndio ukafika form labda hapo ukakuja kwenda kwa hiyo stepsister yako? Venye aunti yangu mwenye ako Western ndiye alinichukua kanilea, kanisomesha. Then nikasema acha venye nilikuwa nishako mkubwa nitamani hivi kurudi nyumbani. Then ndio sister yangu anaishi hapo town. Akanichukua tukaenda tukaishi naye. Then after that ndio ugonjwa ilinipatia hapo. Maisha yangu imekuwa mbaya sana. Mbaya cause naona ni kama aliniharibia time yangu. Cause singekuwa na hii ugonjwa ingekuwa imenishika. Na madaktari walikuambiaje wakati ulikuwa unapata tiba? Madaktari waliambia niko tu sawa but hii ugonjwa itatake long. Ndio nirudi normal vizuri, nitembee vizuri. Ulipata shida mwaka gani? Ilikuwa 2015. Ndio. Kutoka 2015 mpaka saa hii unaona kuna improvement labda kama iko improvement kubwa sana. Cause hapo mwanzo singeweza tembea. Walikuwa watu wananisupport, ndio wananivuruta, ndio na nini wananitembeza. Kutembea kwangu nilikuwa na kitambaa chini. Ndio wakaanza kunifanyisha mazoezi. Ndio nikaanza kutembea normal. Hata saa naweza jifanyia kazi. Naweza kazi zote tu, hata kulima naweza. Ndio. Kuna shamba unalima yako mama? Ni ya nyumbani tu hii kidogo. Sina familia, ni ugonjwa iliniharibia. Ndio nikakuwa hivi sasa nyuma. Nilirudi nyuma. Ndio. Niko na 29 years. Usiana hapo nyuma alikuwa ananisumbua lakini sasa niko sawa. Venye kanisa walinisaidia kwa njenge niko tu sawa. So ni makelele tu. Akitoka leo ni makelele tu. Lakini sasa hapa niko sawa. Unamaanisha ulikuwa unaishi na watu walikuwa wanakusaidia?
Ndio nilikuwa naishi nao, ndo nikaenda nikaambia kanisa wakanijengea. Nenda Kingdom Glory Pentecostal Church. Iko hapa Mgonjoro, hapa Bright. Ndio. Ndio. Toka hapo saa maisha yangu nimeona sai niko afadhali kuliko hapo nyuma venye nilikuwa. Hawakunigawia. Ni yetu tu hapa penye nililima hapa nchini. Penye walionyesha ndio nalima. Kuna biashara tu kidogo yenye nimeweka, stock yangu kidogo yenye nauza napata. Nauza vitu kama omo, masweet savory biscuits. Hivyo tu. Stella, umesema hii shida maisha yako ilikuwa vizuri, ulikuwa unasoma, ikifika form 4 hapa ndio ukapata hii ugonjwa. Unaweza tufafanulia kidogo ilikuwaje ndio ukajua uko na hii shida? Hii shida ilianza hivi. Nilikuwa tu vizuri. Alafu nilikuwa nasikia tu maumivu kwa mwili. Nikaambia wenye nilikuwa nakaa nao. Kichwa inaniuma, wananiassume. Kichwa inaniuma, wananiassume. Ndio siku moja wakanipata nimeanguka chini. Neighbor wakakuja wakanipeleka hospitali. Then after hapo bili yangu ilienda juu. Wakakuja nyumbani, wakauza miti, then wakanilipia hiyo bill. Hata aunti yangu alisaidia akanisupport. Ako Nakuru, Egerton, anafanya Egerton. Then wakanisupport. Then after that, ndio akapigia wenye walikuwa na nini, ndugu zangu, wenye alikuwa ananilinda. Then nikaenda Nakuru, wakanipeleka huko. Yeye ndiye akanifanyishanga mazoezi. Asubuhi singeweza fanya chochote by that time. Yeye ndiye alinifanyisha mpaka sai niko at least nafanya kazi zangu vizuri. Saa after hapo nikamwambia nataka kurudi nyumbani cause nilikuwa nataka kuona ndugu yangu. Saa nikakuja tukaishi na ndugu yangu. Saa venye tulikuwa naishi naye sana akikuja ananipigia makelele. Then nikaambia watu wa church mimi hapa penye niko siko comfortable. Wanisaidie wanijengee nyumba. Then wakakuja wakashirikiana pamoja wakanijengea nyumba. Then wananisupportingi hata venye niko wananisupportingi kwa chakula. Mtu mmoja kama hivyo wawili wanakuja pamoja kiana wanasaidia chenye ni unga kani mboga hivyo tu wanasaidia hivyo. Then nikakaa chini nikasema nilikuwa na 100 nikachukua 100 nikaanza na kuuza nyanya nikaenda nikanunua nikakuja kuuza nyanya. Then after that venye ilisha
nikasema acha niende ninunue masweets. Nikakuja venye nilikuwa nilipata profit, nikaongeza omo, mabiscuits hivyo. Then hizi makuku zangu niko na 3, nilinunua kifaranga moja, ikagua 9. Zingine nilikuwa na shida nikauza, so zilibaki 3. Moja mtu aliwa, sasa imebaki 2. Ulize hapo, kuna kwenye umesema venye ulikuwa hospitali ulikuwa miezi mingapi ama siku ngapi juu ulisema bili ilikuwa juu, na ni nani ulisema wakauza mpaka miti, au ulipotoka hospitali ukaenda wapi? Venye nilitoka hospitali nikachukuliwa mpaka Nakuru. Nikaenda huko Nakuru, nde akanilea nikakuwa hivi mpaka natembea. Then uncle wangu ndio waliongea, wakauza miti na wakauzia mtu miti. Then wakakuja wakanitoa hospitali. Then ndio nikapanda nikaenda Nakuru. Saa kutoka hapo sai maisha venye nilikuja huku nakaanga chini na regret mbona tena nilikuja huku. Ningelijua ningelibaki huko. Nakuru. Ndio. Lakini umejaribu kuongea na aunti yako umwambie labda maisha imekukalia ngumu hapa, ungependa sana ukae naye? Nilimwambia, akasema venye niliamua nivumilie tu, hapa ni nyumbani kwetu. Nivumilie tu nikae huku. Ndio. Nakupiga support. Ndio huwanga ananisaidia, ananitumanishanga saa zingine kaa sina mahindi ka chakula hivi, nakimwelezea ananisupport kana nakaa hivyo mpaka siku yenye atanitumanisha ama naenda naongea na mtu mmoja church, namwambia shida yenye napitia, then ananisaidia. Alafu watu wa hii kijiji yetu ndio wako na nini, wananichukia. Kwa nini wanakuchukia? Wananichukia sababu venye niko, venye familia yetu iko, venye hata sina mtoto, niko kwetu bado sijaoleka. Ndio. Mbia mono sana, mbia mono omurigirire bwensoko uyu mugano ya Stella Miriam uyu onyarire kobaga gototebi obo omochando anyarire kobaga gwetera nabo igo onyarire kobaga gotwerera buna anyarite kobaga kuiburukari buya akanyarire kobaga gosoma gwika class ya form 4 ekera anyarite kobaga konyora omochanda totebiringa nigo abwatuburoire bwa meningitis obu anyarire kobaga komwa ogwa konene na gotebanga egente iki kyanyarire kobaga kumuchanda asebona taranyara kobaga kwiranira obugima bwawe bwa butambe, lakini ndo gosemera inkorororo totebiringa nigare kwagura nigatari kwenyara, lakini asebono igango tarirare nyimbo ngosukara kakego na nkunyarare kobaga gukora kende kugusaba tochiare tukuragenda omutimo ko monyerere tukwirana toswa sensemende yomoroberi nyoranga omoroberiga nabo kogenda kunyobwatia sensemo ya Facebook, Twitter, Instagram nabo yo YouTube kirogwa chira senseme ya YouTube gose Facebook nigo konyonyora ko live, alafu nyakoba goshia link yu asabanto bande guchi group chiriore nabo igo onyara koba gukurika comment yao kubwatikana no
omugano yoiga Ostella kwanya kobaga kwanya kobaga kwiguna gendete gototebi nabo igonye kubwata omugano oragani tosange nabo gotorikira ujumbe nyenge gwetera senyo nambe yetu studio 0788 erinde tonyako batuko banganga na kitora umirana tuchari kwirana nde asege kegeke kerebosio. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakebusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Gachagua apate haki yake ya kikatiba. Na mimi sasa ukisema hivyo na mimi naona ni kama Gachagua aliondolewa kimakosa. Abananchi imeyomo cho Nairobi niko bagendrete kuru birengere byabo igoro yena cheke gambero keigoro igoro yo kurusibwa bisi kwa Gachagua. Twagike irieke ekebeke gisukuru kuya no murereke rogasambire nse ya usikale kwenda twabeko munyama twabeka no motori yo kuru munyabali akali eturetia bagaka ya monyagetinge yasabire egwiri baga gosimeka emete eyera tange meroro ase chiskuru. We have gathered here at Kisii University for our third international multidisciplinary conference. Nabo University ya Kisii yarigandire ikaro kyobotuki eriko rye chinchera cyo gokonya haya chandete mwanya bantu. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi.
Biamono naendo murigirire bwensoko karando no kwegena nigo gendrete kubwatia omuroberi bo muinori bwirit kuria rero asenchira yo bwikirano na boigo asenchira ya bene kigima rit kuria rero kero turi chinsemo chagaiga ensemo ya kimera astogendrete gusanga no muinori bwirit kuria rero omosubati Stella uyu atwereire omugano ebuna aibore tukari buya agakina wikekera iki class ya form 4 abwa sanchete akanyora obokongu otwereire ayu anyare ko bagagwetera buna atari kwinyarekera rwari tuborore bwa meningitis akine ndo tebire nganya sai no muntu bugukumya omokonyire wikabonega aroche niga agendrete buya ikikogera ongerere ochakire gutara egento ataga korire kuruga bumaega twereire amanga tutebire nga nonye nasamenyete bonega ne kanisa yanyarete ko bagikumwagachira ketoko swabano asense amende ya kabiri yo muroberi yiga kugosa bwikaranso ikirinde tunyako batogosanga asenjera ya imekegima bia mono sana Stella. Ulituambia church ndio ilikujengea nyumba na pia umetuambia ulikuwa na watu wa familia. Mbona familia ikuingilia katikati ikujengea nyumba ama ni nini ilifanyika kati yako na ndugu zako kwa maana mlikuwa na nyumba yenye mlikuwa mnaishi pamoja? So hapo tulikuwa naishi na ndugu yangu na nyumba yenye tulikuwa naishi na ndugu yangu wanti zangu ndo walisupport pia wakajenga. So venye nilikuwa naishi naye hapo alikuanga na disturb mind yangu, anakuja na McKenna's. Then nikaenda nikaongea na anko wangu. After that venye nilimjulisha nikaenda pia nikajulisha watu wa kanisa. Wakakuja hapa mapastors wakaongea na anko wangu. Then after that anko wangu ndio akaonyesha place ya kunijengea. Kasema niko barabara. Cause walikuwa nataka kunijengea kwa boma. Akakata. Akasema ati hapa ndo kwa barabara. Venye nafanya business. Hapo ndo makastoma watakuja huko ndani watajua. Kasema kuju ndo itakuwa safe place. Watu kuja kununua. Then hapo ndani alisema hapo ndo nitajengea. Hapo chini nyumbani ndugu yangu baada atakuwa akinisumbua, so wakadecide wakuje huku juu ndo wakajengea hapa juu. Kuzata mimi hii familia yetu wao wanisupport, wametutenga. Ndio nikasema sasa niende kanisani nipate kusaidizi. Angalau ndo wakanisaidia kajengewa hapa. Asante sana kwa vile unaendelea kutuelezea venye kuko. Nakumbuka hapo mbeleni kama hatujaenda mapumziko ulisema hii kwa nini kwa mtaa umesema kuna vile watu wamekutenga haswa hawakupendi. Labda umejaribu kuongea na chief aongeleshe kama kuna kitu ambayo umewafanyia ndio umejaribu kuongea? Bado sijaenda kwa chief. Sijaenda kumwelezea shida zangu zenye napitia, niko tu sijaenda bado. Na wenye wanakuonyesha madhara ushajaribu kuongelesha wakwambie shida ni gani hapo? Hawatanisikiza. Kusema kila mtu na maisha yake. Shida hii familia wako na familia yao. Ndiyo. Sasa siku yako inaanzanga aje wewe umesema venye umeishi peke yako huko hauna mtu unakaa naye. Asubuhi unamkanga aje unapanga aje ndio siku inasonga aje? Nikiamka asubuhi
wanga siamkingi mapema cause pia mi niko na shida na baridi. Wanga inaniblock mapua. Naamka like hapo saa 2. Naasha moto, napika chai. After that naosha vyombo. Then nikimaliza hapo nafagia. Then nikiona niko hadi cause mi siwezi enda kwa mtu tuanze kupiga story. At least nijikeep busy. Nachukua kama jembe nalima kidogo, tena nikichoka naacha. Nikichoka naenda church. Tuko na day yenye tunaendanga church. Naenda church. Then after hapo narudi nyumbani. Napika supper. Then nalala hivyo asubuhi tena nikiamka. Naanza tu kazi zangu za kawaida tena kuwasha moto asubuhi hivyo, kufagia na kuosha vyombo hivyo tu. Asante. Umesema kuna hii biashara yenye unafanya. Hii biashara unaifanyanga saa ngapi na lini? Hii biashara yangu naifanyanga, ndio biashara yangu ni ngumu cause hapa tuko reserve. Kwenda kitu kama kutown ndio business ni mzuri. Hapa mtu anakuja anakopesha kitu. Then ukienda kuomba hiyo pesa tena anakutusi na ni yako umemuuzia. Then unataka kama na kitu ununue ama uende ulete ingine. Hawataka kujua ndio shida yenye iko hapa. Sasa hii unafanya biashara gani kwa saizi venye tunaongea? Uko na nini na nini tuseme unauza? Kwa sai nauza kitu kama omo, majani na biscuits na sweets. Ni hizo tu. Sasa hizi changamoto unazipitaje wakati unasema unapatia mtu pesa, unampatia bidhaa, anaenda anatumia kulipi? Una survive aje na hiyo environment? Venye na survive. Hii kidogo ndinye napata. Nanua like chakula ndio nikosa napigia aunty yangu huku ama uncle wangu namwelezea leo niko njaa, kama kuna kitu nisaidie. Kama hawana wananiambia hawana. Then hiyo kidogo yangu yenye nimepata ndio itanisaidia ndio kununua chenye sina. Kama nimeshindwa kabisa, nenda kwa mshirika wa kanisa namwelezea then ananisaidia. Na sasa umesema unaendanga hata weekday, labda ukimaliza kazi zako kuna siku mnaenda. Unafanyanga nini? Uko kwaya ama unafundishanga kanisa? Naendanga tu kusikiza prayer. Kitu kama kwaya. Naenda kusikiza hizo. Kwaya na prayer siko kwaya but naweza imba. Stella, umesema unaweza enda ulime na unaweza beba tuseme wakati wa kuharvest unaweza, na venye miguu ndio ina nguvu vizuri. Kwenda kwa shamba naendanga na fimba yangu then neka chini then kulima nalima tu hiyo nini ya jembe, hiyo mti ya jembe ndio nikitaka kuanguka naishikilia hapo ina support. Alafu kwenda distance mbali siwezi enda na hii fimbo, naenda na crutches. Niko na crutch moja.
ndo naenda at least atu mgonjwa nafika na zina support kutembea, hata nikienda church ndo naendanga nazo. Na chakula tuseme ukitoka kwa shamba unaweza aje kutoa ama kuvuna? Kenda kuvuna naendanga na fimba naeka chini, then na toa tu natoa, then nikitoka hapo tena ndio nachukua fimbo, then ina support kurudi penye na nini, naenda kwa nyumba. Unaweza beba mtungi ya maji, unaweza beba mzigo ama unaenda kisia? Hizo zote naweza, na bebanga 10 liter nikijiendea maji hapa juu. Nikienda kushaga mimi mwenyewe ndo naenda kushaga, kishagi iko hapa juu. Ndo nakuja najipikia. Fanya kazi ngumu venye umesema ni light yenye unaweza light tu. Tena fanya kidogo nikichoka naacha. Siwezi jilazimisha cause mwili yangu inafika mahali nachoka naiacha. Then kesho naamkia tena kufanya hiyo kazi hivyo tu kidogo kidogo. Ndio. Kuna mwenye anakuangalia anashindwa kama ulimaliza matibabu lini ama unaendelea na matibabu? Ndio watu ndio wanasemanga bado naendelea na matibabu. Nilimaliza cause nikueleze, nilimaliza wansema bado mimi naendanga clinic natumia dawa, but mimi hizo zote nilimaliza, sasa niko sawa. Na kuna check-up zenye unaenda wanakuangalia wanakuambia progress ikoje, ndio wanakuambia? Hapana, sendingi cause nilikuwa naendanga check-up, sikufanyia huku, nilikuwa nachekiwa Nakuru, naenda place, wananipeleka place yenye inaitwa Sedaje, wananifanyia tizi, then ndio, then mashine stima inachoma kwa mgongo, kwa mwili, penye napata shida inalainisha. Sasa nikuulize, umesema tangu toke Nakuru hujaenda physiotherapy. Ni kupenda ulipenda kuacha, ni pesa ulikosa, ni nini ilifanya ukuendelea na physiotherapy ama ni daktari alikuambia umepona? Venye walinielezea wakasema mimi nimemalizana nazo, sasa kutembea hivi ndio nini, hiyo ni mapata mazoezi. Kazi yenye nafanya like sweep hivi, kulima hivyo ni mazoezi, ndo mwili isike hivyo. Labda kuna mtazamaji anakuangalia, ungependa kumwambia lipi ama ungependa akusaidie na nini? Mimi nilipo ningependa msaidie, like kama mnaweza nipeleke hivi course ama expandishe business yangu hivi, na msaidie na upande wa chakula hivi support. Ndio. Nasema labda kuna mwenye anakutafuta, akikuja hapa hizi side zinaitwa aje na anaweza uliza kwa nani, labda kuna wenye wanataka kukusaidia lakini wanataka kuona situation ikoje na unaishi wapi, uko ni ukweli uko peke yako, wanakupata wapi?
wenye naomba wenye msaidizi mwenye anataka kunipata akuje place yenye neto Nyakigogi Uvwangi, mjukwe Uvwangi, atanipata hapo nyumbani. Naitwa Stella, ataulize majina zangu. Naitwa Stella Medium Apondo, lakini huku wanajua kama Ukara. Ndio. Namba yangu ni 01 11 30 202. 01 11 30 202. Na labda kuna jambo ungependa kuambia wasikilizaji watazamaji wanapoangalia siku ya leo, jambo lako la mwisho? Jambo langu la mwisho nasema ni asante kwa hii ni project yenye mmenitembelea. Nataka kusema hivi, kwa walemavu wote, disability is not an ability. Then mlemavu yote anaweza fanya kazi, tusibaguane. Mchukue kama mtu mwenye ako normal tu. Hayo. Biamono sana umuririria bwensoko kwa igure buna Stella Nyareko bagagoteba disability is not inability. Oruro gusegeta gucia asa abantu bari bonse bare no borema asa kubatebinga nabo baokore meremo kero banyoreri bagatiga baritumeke ribageri buya no kwegena kwana buna kwanyera ko bakonyora omugano yugo musubati wiga na ndeke to kunya kurwo bosegeta nabo gogosemania kwa iguru nyare ko bagagotwerera changamoto chiria nyare ko bagagwetera bakotebire abantu nigo bamuchaite ase kenyoro otwereire buna abamuchaite kogera tanyomire na ndeta bwati bana kero bana to kunya kubura ninga ntokora boigo kero kwanyorera omuntu tari kwenyara ene kingankobore umuinori gochia saro nyako gukumuinora kurwari asare erinde nario oraba sekoba gusana rio konyora amasesene niwa no kwegena kwanenga umurubiri ugochira senchira yabeneke bana boigo kwanyare ko bagogwesemia nyora gendera gutubwatia semitanda yetekerero buna Ensoko TV na boigonya kubwate kugania konde na boigonya kubwate umugano uragani tumurekere turikire ujumbe gwetera se namba yetu studio 07886663 na boigonya ko musaada byombe mbiroro biragani kubwaterana irinde binyara ko babigusira umuroberi yiga bo moinori na bogotori gwetera se namba yo irinde tonyako batogo semani na bigotonyako batogo kinani na bigotonyako batogo konya bari babwate ukugani konga buno kwega wika ebiro binde nani nakuganirio genda gutwara oborigererio bya eri etariane Linet Nyambane.